kwamba unapowazuru wengine msimu huu, sisi tulio katika hii nyumba yako Bwana usitupite. Na hata unaponena na watu wengine Baba katika dunia hii siku ya leo, tunaomba hata sisi pia uweze kunena nasi, na tunaomba kusikia tu kutoka kwako. Tunaomba Bwana ukayafungue masikio yetu, ukafungua fikira zetu Bwana, ili tukaweza kuelewa neno lako. Tunaomba Baba unene nasi adhuhuri ya leo kwa sifa na utukufu wa jina lako. Mimi ambaye na baki kama nimesimama, naomba unitumie tu kama chombo chako, ili Bwana niweze kutimiza mapenzi yako. I pray that God, you may use me for your own glory. Let the meditation of my heart, my thoughts and the words of my mouth, Lord, be acceptable to you, Jehovah God, so that out of the many things that I know, that I may not speak of them, but for this purpose today, God, I speak that which has come from you for the purpose of this church. As you bless your people, O God, do not pass me by. This is humble prayer we pray, trusting and believing in Jesus' name. Amen. Bwana asifiwe. Naomba tusiketi, tafadhali naomba tusiketi, tusimame tu kidogo. Leo ni siku ya Palm Sunday. Tumesoma neno, tumesikia kwamba kuna watu walikuwa wanamwekea Yesu nguo zao matawi ili akanyange, na wale wengine walikuwa wanamwimbia Hosana. Praise the name of the Lord. So nataka uinue mikono yako tuseme Hosana in the highest. Hosana, Hosana, tumwimbie Hosana kwa sauti Hosana, Hosana, haleluya, Hosana, 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 haleluya, tumwimbie Hosana, 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 hallelujah, Hosana. Now you can have your seat in the presence of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Jekogu ne tondu wa mwathani agoshwo. Jirame ni njega. Bwana asifiwe. Chairman utaniruhusu kwa sababu nimekuwa very observant. Na so far pahali tumefikisha service, Kikuyu imekuwa 80%. Sasa na mimi nitapunguza kidogo, unikubalishe nitumie 60% ya Kikuyu, na hiyo ingine niongeze Kiingereza na Kiswahili. Hapo itakuwa sawa? Kwa sababu nimeona tumeiba nyimbo mingi za Kikuyu, tumeongea maneno mengi ya Kikuyu. Ogetu okajira andu aria meguko na Gikuyu ni mareka atia? Na maraigua. Bwana asifiwe. Lakini najua kuna watu wengine ambao wanaweza kosa kuelewa lugha yetu ya mlima, na niombe nisamehewe. Naye Kiswahili changu sio kizuri sana. Kwa hivyo where utasikia nimetumia Kizungu unisamehe, but I think it will be better if I do more of English than Kiswahili, so that our people can get something from us. Majina yangu naitwa Nguge wa Mete. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amekuwa tegemeo na kibirio langu, rafiki wangu wa karibu sana. Niliokoka nikiwa mdogo sana. Niliangalia the young man who has read the word for us, amesema majina yake na akasema ameokoka. And that was my size when I got born again. I think I was in class 7 many years ago. Na nikasema kama Mungu ulinishidania kwa wokovu, because I never got born again twice. Since that time, sijawahi kutokea tena kuokoka kwa sababu nilishikilia wokovu. Naomba kwamba huyo kijana confession yake kwamba ameokoka, Mungu aidumishe mpaka mwisho wa maisha yake. Praise the name of the Lord. Because I am an indication kwamba watoto wanaokoka na wanadumisha na wanamtumikia Mungu. I was in class 7 when I gave my life to Christ, and since then mpaka saa hii
The Lord God has been gracious to me, has enabled me to navigate the spiritual battles zingine ambazo ni za kimaisha, na niko mpaka saa hii hapa. And I remember I told somebody the other day, kukapeanwa tu tagazo kwamba after we die you are done, hakuna life after death, I would not find any reason to change to become any other person, kwa sababu pande hii ambayo nimeishi kwa miaka mingi iko na manufaa yake, iko na faida mingi, it has its own benefits. Na kwa hivyo namshukuru Mungu kwa kuwa ameniokoa. Mimi na hudumu katika parish yetu ya Mukinye. Mimi ni mmoja wa watumishi wa Mungu katika kanisa letu mpya sana ambalo liko pale Githurai 45. Kanisa tunaliita PCA Highway Church. It's our youngest church in our presbytery. Na tunamtumikia Mungu tukiwa na unyenyekevu na wokovu. Niko na salamu kutoka kwa chairman wa kanisa langu. Mumezipokea? Salamu kutoka kwa bibi yangu na watoto wangu. Mumezipokea? Sunday nilikuwa na hudumu Nyeri, kanisa linaitwa PCA Kiamutiga Church, wakaniambia mahali utaenda peleka salamu zetu. Unajua hiyo ndio kawaida ya PCA. Unapewa salamu, ukikosa kufikisha sio vizuri. Mumezipokea? Nishukuru kanisa letu la Gitwamba kwa sababu ya kukubali ni hudumu kupitia mwaliko wa Evangelist Munyaka, Elder Munyaka, ambaye alikuwa memba wetu wa Mukinye kabla akuja pande hii. Na nashukuru chairman na uongozi wa kanisa kwa kunikubalisha nisimame hapa nipeane neno. Na mshukuru mchungaji wetu Wilson ambaye ni rafiki yangu sana mahali yuko. Anajua niko mahali hapa kwa sababu tuko na mambo mengine mengi tunafanyanga na yeye, na kwa hivyo pia namshukuru in absentia kwa kunipatia nafasi. Mimi nimezaliwa nikalelewa aina yeyote ile. Nasema nimezaliwa na kulelewa PCA since my utotoni, na ninajua kwamba mahali ambako mchungaji anapatikana wale wengine wote wanatii. We bow for the Reverend. Kwa hivyo Reverend Mwaura, I am grateful that you've given me an opportunity to speak the word of God when you are here, kwa sababu kama ni miaka ingine imepita chairman, wale sisi ambao ni wa PCA kitambo, haingekuwa mambo ya kuulizana, angesema tu it is me taking the pulpit. So with humility, Reverend, allow me to give the word of God. Thank you very much. Nimekuja na kijana wangu mmoja ili tuweze kupeana neno na yeye. Sasa wametekuja usalimie kanisa la Bwana. Ni vizuri kuenda na watoto wetu wajue kwamba tunamtukuza Mungu, tunamhubiri Mungu, na tunataka they get something good from us. Ni kweli? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Wamete Nguge. Nimeokolewa na huyu ndio baba yangu. Thank you. Tumpigie makofi. Wale ambao ni wa Kikuyu walisikia nikisema mimi naitwa Nguge wa Wamete. Tiguo. Ucio nake ugetagwo Wamete wao. Githe kiu tikirathimo kia Ngai. I will want to take very short sababu najua tuko na mambo mengi sana yanatufuata, na wengine wetu tunapumzikaga Sunday juu ya kazi na nini, which is understandable. Na Sunday is one of the shortest days kwa watu ambao kwanza tunafanya kazi, kwa sababu ndio tunaweka mambo yetu mingi sana. Kwa hivyo I would not want to become that person mwenye atafanya Sunday yako isikue ikiwa ya kufana kabisa. Tumesomewa neno today being a Palm Sunday about Jesus entering Jerusalem. Na Yesu alipokuwa anaenda Jerusalem, this time hata the Bible pale kwa subheading inaipeaga a subtitle inasema it is the triumphant entry.
siku zile zingine alikuwa anaenda Yerusalemu, hawasamagi ni entry ya aina gani, anaenda tu. But this particular one yenye tumesoma, the Bible records it as the triumphant entry to Jerusalem. Why does the Bible direct us to a triumphant entry to Jerusalem? Because one, Jerusalem was the center of Israel's religious expectations. Jerusalem ni mahali the Jews believed that hapo ndipo Messiah atakuja ama atatoka. Yani, it was at the center of the Jews, we would say it was the capital of worship for the Jews. Kwa hivyo wakati huu ambapo ni kama wa mwisho Yesu anaenda Yerusalemu, ilikuwa ni a visit that was so strong, a visit that had a very high meaning, a very strong meaning in the mission of Christ. Yeye mwenyewe alikuwa anajua siku zake za kuondoka hii duniani zimefika. Na kwa hivyo wakati huu alipokuwa anaenda Yerusalemu, there are things that he needed to do. One was to portray the humility of the servant of God. He being God, he was to portray the humility that him as a servant, yani niendaga kuonania wenyihia wa ndungata ya Ngai, kwamba hata kama mimi ni Mungu, kuna wakati wa kuwa mnyenyekevu. Number 2, Jesus wanted to bring back he needed to bring back the Jews na watu wa Yerusalemu waelewe umuhimu wa kanisa la Mungu. Kumbuka kwamba they had turned the temple of God into a marketplace, but Jesus had to go and overturn things so that the importance of the church would be ni uhoro wa fata na hinya wa kanitha ucokerere kana umenyekane thĩinĩ wa Israeli. And Christ was sending his disciples to go and untie a colt while he was like a mile away to Jerusalem. Na mahali alikuwa naona Yerusalemu. And he told them, will you go ahead of you, na mkiingia katika kijiji mutapata punda amefungwa pamoja na mtoto wake. Nifungulieni yule punda pamoja na mtoto muniletee. And I think of these 2 disciples who were sent by Christ, waende wakafungue punda. This is a man who is 33 years old, amekuwa akiishi na punda, amekuwa akiona watu wakifanya kazi na punda, but this particular time he has found an importance in a donkey and its colt. Na naangalia what these 2 men were speaking about as they were going for the donkey. Kumbuka wameambiwa Edeni mtaipata. They do not know the specific place. Ni mpaka waende na wapate. Probably along the way walipata punda, lakini alikuwa peke yake, hakukuwa na mwana wake. So they had to pass that one. They had to obey the words of Christ. Waende mpaka mahali punda amefungwa pamoja na mtoto wake wafungue. And then they bring him back. Na wakaambiwa, if those people around there, all the owner asks you, tell them the master is in need of them. There are so many lessons that we can draw from that. Lesson number 1 ni kwamba Yesu ametumana kwa shamba la mtu where there is a master, but he wants the master to be told the master is in need of what you have. Praise the name of the Lord. Ni kweli punda ni yako na wewe hapa ni kwako, but there is a higher master and he is in need of your donkey and your kore ruboro wagithuko koyoto inaga tukiruta indo aterere ni kiwe nakyo ota hey. Haha ni kwirwo twira gwa aterere kiwe nakyo nikirafatarania wira-ini wa Ngai. Praise the name of the Lord. Because if the owner of the donkeys ageambia the 2 disciples
Hamwezi kuenda naye, they had an answer. It is true ni zako, no ni hari mwene wina hinya gugukira. I want you to take a scenario, uko na kagari kako, let us use a car. And then out of nowhere, two people come and tell you, it is this car that we need. Because the owner needs it. Si utabaki ukijiuliza kwani mimi ni nani? Kwa sababu ukienda kwa logbook gari ni ya nani? Ukienda kwa ownership, e-citizen, gari itakuwa ya nani? Then people come, chairman wakwambie, the owner of your car needs it. Now, I drew a lesson, a topic for our sermon today. Unyenyekevu katika huduma. Wenyihia otugataine. Humility in service. Praise the name of the Lord. Because when these two disciples brought back the donkey, na wakawekelea mtoto yule wa punda maguo zao, Jesus Christ rode on the donkey. Now, this is somebody who had power, akiwa amesimama a mile away, kuambia hawa disciples wawili Edeni, you will find at a place a donkey and its colt. Meaning he would see far ahead of them. Hata kama hawaoni physically, Jesus would see where the colt was. Meaning he had more power than all the people who were around him. He was God. But this man who was God chose to ride on a donkey. Why? Because before he went, he would fulfill his mission, bringing back the importance of the temple. He needed to teach the disciples with whom he was going to leave the mantle of making the church a vibrant place, that if you want to be a good servant, you have to be a humble servant. Praise the name of the Lord. Tell your neighbor, humility in service. Because this Jesus who was God, ageamua tu afika Yerusalemu bila kujulikana. He would have appeared venye tu like ni agiahotire kuoneka ni akinya na kurige agerera ku. But he needed to teach his people a lesson. In the first service, I was telling the people who were there that humility in service is a core Christian principle. Kwamba kama tunataka kumtumikia Mungu, tukiwa wamama wa Women's Guild, tukiwa viongozi wa vikundi kama PCMF, tukiwa walimu wa Sunday school, tukiwa elders in the church, tukiwa ministers in the house of God, tukiwa evangelists who preach the gospel, we have to have the principle of humility. Praise the name of the Lord. Na ilikuwa inasema, it is a vital component of serving God and others effectively. Kuna kitu hapa nataka tuachanishe, kwamba huduma sio tu kuhudumu kanisani. When you are a husband, you are a servant in your family. Praise the name of the Lord. When you are a wife, you are a servant in your family. When you are an employer, you are a servant to your company. When you are an employee, you are a servant. So serving is not only found in the church. It is found in the society. It is found in our families. It is found in the church. And for you to serve God effectively, for you to serve others effectively, you must have the vital component of humility. Ati nigetha uhote gutungata Ngai wega, nigetha uhote gutungata ciana ciaku wega, nigetha uhote gutungata kuu gwaku mucii, nigetha uhote gutungata wira uria urutaga, nigetha uhote gutungata biashara iria urutaga ri, no nginya ukorwo uri mwenyihia. There are no two ways about that. Praise the name of the Lord. Jesu nigetha onanie uria twagereire gutungata, no nginya angienyihirie. Nigetha andu aria atongoragia amoni atiriri, I do not want to be counted as the big one,
so that I can be a servant. In PCA, where we believe in the priesthood of all believers, we believe that nobody is higher than the other. You have a responsibility, ukaheo title ya elder, no nduri wa bata muno gukira kana ga Sunday school. Praise the name of the Lord. Hello? You have the responsibility ya share wa Women's Guild, no nduri munene muno gukira follower wa Women's Guild. Because all of us are equal in the service of the Lord. That is why in the structure of our leadership, ikoragwo na miaka ya utungata. You cannot serve forever. Dukikora moderator wa General Assembly for life, because we do not have bishops and archbishops in our places. Why? Because we expect that all of us can be able to serve in a particular position. So for you kuhikia utungata uria wagireire, for you to be a better servant, you have to have a vital component called humility. And humility involves you and me putting the needs of others before you. Okamenya mafata mashia ge okamahigia bere yohigetie maku. Okamenya mafata mashia na ciaku okamahigia ugitungata mucie bere ya maku. Wale ambao tumekuwa, we grew up in Geshagi and at a very harsh economic situations where tuamenyaga irio ikigayo ni maitu. Tuamenyaga mundu ni oĩ thani yake Geshagi, ari mundu uri guku chairman utamenyaga thani yake ni iriku Geshagi, ucio ni dynasty. Tondu gwitu ni tuoĩ thani ya mundu ni oĩ thani ki yake cikigayo, aciara oguo thani inya tukamenya riu yakwa ni iriku na ni ukurora irekirwo irio ihana atia. Na mami ni amenyaga no riaga muno tanie, koguo yake ni yaingaihagirio. Andu aria tukuriire gathina-ini ka muthemba ucio ni tuonaga aciari aitu magisafu irio thaburia igathira, no warora mpagirio wa thani ukona yake hatire, ugatara muriana kana muri 10, thani 10 nicio cigitwo hau na thani 10 nicio ciekirwo irio, no mugai niwe namba 11. Did you see that happening? Mugai niwe namba 11, no thani yake hatire na thaburia iria kugayaga ni yeka atia ni yathira irio. Servanthood, that it is when you put the needs of others before you. Riu tuonaga mamia ni gucuna aracuna ati thaburia kururage uguo twa muico, you know, and you feel like ginya rimwe tugetigira gukagia ciana kurikana na uria wona mutumia ucio eheana. That is what we are being taught about humility, that it is when you put the needs of others before you. Praise the name of the Lord. Na kama mwisho kakauga, no, second last kakauga, and it is when you recognize the limitations of the other person. When you know that my child is weak in this situation, my brother is weak in this situation, he has a limitation. Onashia mani uika ile guero sisi yaku. Niwe no tagituma akinyie report. Na niwe no oge entrust kanitha ogethie no korwo kirugama. Because you know the strengths and the limitations of your people. Likewise in our places of work, we know the limitations of the people that we have employed, and if you know the limitation of the people we have employed, you will know who you will entrust to do what. That is what we are calling humility, understanding. And I was saying in the English service that failing to recognize another person's limitations is placing them at a situation ukimenyaga matingihota, ukamenya fiu mutumia fulani ndoe kwaria githungu, no ukamwira mahoya ma githungu niwe ukahoithia na maragio githungu ndakanagerie kwaria rugenge. Riu akihoithia haha members no maitho ona matirathikiriria mahoya we ni ahingite mamukuriire maitho magithikiriria uria ara break ginyo mwakarakara gwa kiuga gikuyu kundu gutwarwo akahoya na gikuyu mahoya-ini ma githungu. The intention was not that person to pray from the person who gave them the responsibility.
The intention was to embarrass that person. That person who was in that kind of leadership is not a humble servant. Because if you are a humble servant, you will understand the limitation of the people that you are leading or that you are serving. I remember on Sunday I told you I was preaching somewhere, and one lady was given an opportunity ya kusoma Biblia, and she could not identify where the Bible, where the reading was coming from. So before we got out of the vestry, chairman akamwambia, ni kweli umepewa kazi ya kusoma, but the way you are struggling here, you will go to struggle out there. Allow us to give another person. That is understanding that limitation, kwamba haoni vizuri, kwa hivyo tukimpatia nafasi ataenda kuaibika. Hello? Mwathani akumio muno? Ati niwe mundu ni atondoiraga no amwira niwe gatuhunjeria. Na mundu uria tu atondoiraga wahuthirirwo ni Ngai ari o Musa. Kuri undu uria Ngai ekire tu Musa akihota kwenji express. Na Ngai amekire sure ni ahe Musa mumuteithia wari hakuhe muno wahotaga gukinyia ndumiriri iria Musa endaga. But you know tunaenda fellowship and you have given a stammerer ati ni yeye atatuhubiria. In 30 minutes amesema maneno ine akirudia kwa sababu ni aragushia muno, ni araremwo kwenji express. That is what we are saying. You understand the limitations of other person. And finally, a humble servant will avoid self-exaltation. Tiganenie kanitha uyu ndungiakirirwo carpet. Ucio uri okauga uguo mugoko mukimenya mundu ucio tutire na mutongoria. Twina mundu urenda gwika atia kuoneka. Tiganenie korwo nyuma kuo gutingithire uguo. Sijui kama mnajua hao watu anasema kwa nyuma kuo. You know? Praise the name of the Lord. A humble person will support the other people, and where he was not available, he will clap for those who were there. And he will not self-exalt. Kana mutiyo ikure andu mafira gatiga neo. Mutiyo ikure muthuri uga gatiga newe mucii wake ndungirugamite. Na maybe mutumia wake ehingaga kuria na kunyua throughout akimuhoera. I was counseling another person, chairman. Akaniambia hindi iria muthuri wake ahara acokaga he mutumia akamwira he Ngai witaga kindly no uthaithe Ngai tuone kana ni tukuma githina-ini mawona twatofora haha nigucenjie. I will never be that kind of a person again. No mutumia agathaitha Ngai ageka atia atumia ndiu kana mwithaini wa Isaia he handu mandiko maugaga ati maithori manyu makinyagira Ngai express direct. Maithori na thuri gutire handu twendagwo tuonwo maithori, no atumia meragwo maithori mao mathiaga. So probably huyu mama anaenda analilia Mungu na machozi yake inaenda express, magoko makigia diru ikahia, and then the man becomes, isipokuwa ni mimi niliapply hii tenda, isipokuwa ni zile deals zangu, we wouldn't be here. No, we should work on ourselves to avoid self exaltation. Uhoro wa kwiyambararia he mundu ufiraga, you know, kuria githura ito ikaraga twina aciaria mithemba mingi, kwina maundu maingi muno mana happen, especially to our young generation. Hawa wanarika ambao walikuwa hapa, and I have been telling people, if you have children who have grown up wakapata kazi and they are responsible, hawakunywi madawa na hawafuti bagi, hawakunywi pombe, doka brag, usijipige kifua vile unajua kulea. Neither cia Ngai. Praise the name of the Lord. Neither uigwireirwo no ni Ngai. Because atumia angi na gukunja marariro muthenya ni ciana ciao kunywa njohi na dawa cia kurefia. We ti kurera oi kurera muno. Do not self exalt. Thank God that such a miracle happened to you. And so one of the parents was telling me, there is nothing that I have not done because of my son. But see what he turned out to become. It is not out of might. It is not out of how good parents we are. It is out of the grace of God that some of our children has become better. Therefore, let us not look down on others
who have not made it like we have made it. Praise the name of the Lord. Let us be humble enough so that God in heaven can bless us with his grace out of the humility that we are practicing. In the text that we have read, when Jesus got to Jerusalem and he entered the temple, he found things happening in the temple. He found people buying and selling. But because he had come as a humble servant, he had to bring back order into the house of God. And after he had cleansed the temple, the Bible says in verse 12, akehonia aria mari arwaru, atumumu aria mari no tumumu mageshoka kuona, akawaponya waliokuwa wagonjwa. Kwa nini? Kwa sababu alikuja akiwa mnyenyekevu. We people of God, if we become humble in our service, if we become humble in our society, God is going to reward us. The same way he rewarded Christ by allowing him to have the power to heal, by allowing him to have the power to bring back order into the house of God. A few things that I'm going to point out then tumalize. One, ni kwamba there is a benefit of being humble. Nikore kindu ugiaga nakio wenyihia. Number one, if you are humble or if you practice humility, you will be fulfilling God's purpose. Wendi wa Ngai ni ithuothe tukorwo turi enyihia. In the book of Jacob, the Bible says, ati Ngai ni athurite aria meyambararagia. Ngai ni athurite the proud. So his purpose is that we be humble. It is true that you are rich and wealthy, but be humble. It is true that you are driving a big car, but be humble. It is true that you are a big leader, be a leader, but also be humble. It is true that you have the best children, they are performing well. Thank you. It is true that you are leading a very good business. True, but be a businessman who is humble. Practice humility, because in practicing humility, you will be fulfilling God's purpose. You will be living out the will of God. Number two, it brings about a personal transformation. Anytime you are humble, every other day, you become a better version of yourself. You become transformed. You become better. You become a better doer of what you have been entrusted. And finally, you positively impact on the other people. Nihotaka kusaidia adu aria ange ni undu wa wenyihia waku. Sijui kama umewahi enda mahali, especially in these big businesses, ukeigira ugikora mundu araruta wira, wauma ukeigwa mundu ucio ukuhanaga uguo niwe mwene biashara iyo, ena arutia ingia wira muno, ukoria, for real? Is that the owner? You know? And then you'll be like, I would want to be like that person. I would want to be, yani no nyende kuonekana kuhana uguo. Na kirikaniro kiugaga atiriri, Paulo akiuga atiriri, ndirutite gutonga na gukiara. I have learned to be rich and to be poor. I have learned to stay riria ndi nihotaga guikara taitari. That is the kind of life that even when you have, you do not have to shout about it, but people can learn from you. Adu no mahote kuona kana kwiririria kuhana tawe, guikara tawe. You know, you positively impact on the other people. The truth is, the opposite of that is also true. If you are not humble, people may not want even to be associated with you. They do not have anything good to learn from you. No kumaliugaga, no nyende biashara tayangania, no digienda guikara take. Hello? No nyende ciana ciakwa ihana ciangania, no digienda mwite uria akoragwo naguo. No nyende gukorwo ndi mutongoria wa kanitha tangania, no digienda gukorwo na character teri akoragwo nayo. Because you will be humble, you will positively impact people. You will be proud, you will negatively
impact the people. Finally, let us as a people of God strive to be humble. Let us know that we are here for a moment. Siku zinakuja. Ndiraiguire ira mutongoria witu wa bururi akiuga aiguite must go maita maige. Akiuga nilisikia kutoka wakati wa Moi acia kidana mogweta. And then I asked myself, do we remember how we feared that man Moi that President Ruto spoke about? Do we know how many times Moi eragwo ni akina Orengo how he will exit the stage? And I was like, that is what we are supposed as a people to know, that you are allowed for a short time and then you will exit the stage. Sahi tunaongea about a powerful Moi who is no longer even living. Be humble, because just like how the wind blows away the chaff, our lives will be blown away. You are here in Gituaba for a short time, 20, 30, 40 years. You will leave the stage, you will exit, but Gituaba will remain. You will be the chair of Women's Guild for 3 years. 3 years, my sister, and then you will exit. Let us be humble. I will be preaching now, and tomorrow I will not be preaching because I will be gone. It is for a short time. I was thinking about how life happens, and I was listening to Mwai Kibaki, a clip that is going around. He had gone to Lari Kohadamete, and he was speaking about the Fatawa Kohadamete in the presence of the MP that time was, I think, Jenga Karume, or the Minister for Environment, either of the two. So Karume was there. So when the president is speaking about whatever exercise that is happening, I looked at the clip. I would identify so many people in that clip who are very powerful. Akina Saitoti, Akina Kibaki, Akina Mishuki, Akina Jenga Karume, so many big businessmen, all these people have exited the stage. Not only have they retired to their homes, they are dead and forgotten. Ask yourself, why should I be proud? And I am in this world for a short time. For a short, we took a shaggy, the Korekia Drari, Kiashiamani. And this is not fiction. It is not fiction. The man was a banker. He was at that time very rich. Over and above being rich, more understand it, there is being rich and there is being wealthy. If you read the Bible, I think Deuteronomy chapter 10 verse 17, if I'm not wrong, the Bible says, "It is me who teaches your hands how to make wealth." Hello? How to make? Then if you go and read the book of, I think, Isaiah 47:17, the Bible says, I may misquote that one, I am not sure whether it's, but I think 47:17, the Bible says, "It is me who teaches your hands how to make money." And I find a distinction. One is speaking about teaching your hands how to make money. The other one speaks about how to make wealth. Now, this man from our village, we would say he was rich. He had a good house. Hata sahi iko tukipita tunaionanga. Neari gaga yake ere, neanyuaga johi. So, pride ilikuwa imemfikisha akienda kukunywa na alikuwa na kagari na tiatene kagari gakire kabata muno no riu ithu aria tutari nginya wheelbarrow ne tuoye ngari nega etaga mundu kuu kirabu akamwira aumeja amurehere tiri one kana ni kurire
nigetha amenye ngari yake kana nĩ gũkwama tĩri. Praise the name of the Lord. Ĩra ũcio ũngĩ ti karũgano. It is the truth. Runano rwake rwa mbeca nĩ rwakĩrire Elda Wahome. Nĩ arĩhaga atumia meke atĩ mathiĩ washroom harĩa arĩ amarĩhe. Nĩ kwagana, nĩ kwagana. Go unto him. Praise the name of the Lord. That man, because of being so proud, nĩ ũndũ wa kwagĩra andũ gĩtĩo. Ĩra ũcio ũngĩ nĩ ũndũ wa mwĩtĩo. That man died with nothing. Nothing. The only thing ĩtanagio nake tuonaga nĩ kanyũmba karĩa akĩte. No kanyũmba kau akĩte, by the time akue, mũgũnda ũcio wake akĩte kanyũmba kau arĩhanaga tĩri onio, areherwo tĩri nĩgetha ahote kũinũka kanyũmba-inĩ kau. Warĩ mũtahe no kendio. Koguo gaikaragwo nĩ mũndũ ũngĩ nginya thaa ici kanyũmba kau. Ĩra ũcio ũngĩ nĩ ũndũ wa mwĩtĩo. Mũndũ ũcio ndathikirwo gwake na agĩkua ndarĩ na mũtumia na ciana, nĩ mathiĩte. Athuri atumia matiendaga handũ hatarĩ kĩndũ. Na nĩ njũĩ nĩ moĩ ũguo. Already they had exited his stage. Mũndũ ũcio athikirwo cemetery. Na mathiko make matiarĩ na congregation ya andũ 100. Mũndũ warĩ ngumo, mũndũ warĩ mũtongu, mũndũ warĩ na mbia nyingĩ cia kwananga, no nĩ arĩ na mwĩtĩo. Praise the name of the Lord. It is for a short while. We are in this world for a short while. Let us not be proud. Let us be humble as we serve the Lord. Let us be humble. Rekei andũ a Ngai twĩnyihie tũgĩtungatĩra Ngai. Rekei tũkorwo tũrĩ kĩonereria kĩa wĩnyihia. Ngai nĩendete arĩa menyihagia tondũ nĩ amambararagia. He lifts them who humble themselves. He makes sure we mwenyihia ndũgakua na ndũkauma thĩ ĩno ũtambararĩtio andũ makauga onawe wambagie kũũria ĩnenie agatinie aganenie, because he uplifts the humble. Praise the name of the Lord. Tusimame kwa miguu yetu.